serikali inazungumza kuhusu vitu, inazungumza kuhusu vituo vya mafuta, inazungumza si kuhusu nini, haizungumzi kuhusu maisha ya watu. Hebu tufumbe macho sisi wote tulioko hapa, tufikirie kwamba Dar es Salaam hii tumeamka hakuna mtu yoyote. Hizo barabara zina maana gani? Kama hakuna watu hapa, hizo barabara mtajengea miti itembee hapa? Kama hakuna watu hapa, hivyo vituo vya mafuta vina maana gani? Kama hakuna watu, hivyo vituo vya polisi wataenda nzi humo? Kama hakuna watu, chochote unachoita duniani hapa kipo kwa ajili ya watu, sio watu kwa ajili ya hicho kitu. Ndio maana sisi tunasisitiza kwamba serikali ituambie ni watu wangapi waliouawa na watu wachukuliwe hatua, na hilo hatutarudi nyuma. Katika hilo hatutarudi nyuma, tutapush popote kuhakikisha hilo jambo hatua zinachukuliwa. Sasa katika maisha, kwa wale ambao tumesoma hata vita kuu ya pili ya dunia, kulikuwa na long term causes za ile vita na kulikuwa na short term causes. Assassination of Akiduki, watu wakakasirika wakaingia barabarani. Kwa siku zote watu wanakuwa na maumivu ya muda mrefu. Sasa kuna kitu kina spark, kinaleta matatizo. Kwa wananchi wa Tanzania wamekuwa na malalamiko dhidi ya uonevu. Watu wanachukuliwa, wanawekwa kwenye vituo vya polisi siku 20, siku 30. Mimi nimekaa kituo cha polisi, mimi kiongozi wa chama kikuu cha upinzani, siku 21 wana disregard sheria inavyosema kwamba mtu akikamatwa within 24 hours, ndani ya masaa 24 afikishwe mahakamani. Siku 21 mahabusu ya polisi, narara kwenye simenti siku 21, kinyume cha sheria. Alafu hao watu wanakuambia ufuate sheria. Sheria ipi? Mtu wa kwanza anayetakiwa kufuata sheria ni wewe unayewaambia watu wafuate sheria. Kama wewe ufuate sheria, unatakaje mimi nifuate sheria?